Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum shabiki kindaki shabiki wa Bandari walosema walisema walotiania walinuia, lakini yote tisa wa kutenda na kufanya ni sisi. Karibu tena katika Bandari Bandari FC TV ambapo kwamba nakuletea matangazo mubashara kabisa. Siku ya leo kumekuwa na mchuano mwingine bab kubwa kabisa katika ugahuno wa Mbaraki Sports Club, lakini kabla tuingie katika dimbwi hilo, niko na mtangazaji mwenza hapa na si mwingine isipokuwa ni Fadhili Mzee. Kama ilivyo kawaida, tukiwa katika uwanja wa Shakahola hapa, kwa jina rasmi unatambulika kama Mbaraki. Alright. Kumeshuhudiwa mchuano mmoja mkubwa kabisa. Na ni mchuano ambao kwamba matokeo rasmi baada ya dakika 90 Bandari FC wameweza kuibuka washindi dhidi ya wageni Kakamega Homeboys. Labda ndugu yangu Fadhili Mzee, mchuano wa leo umeuchukuliaje? Na je, labda umeuona vipi? Mchuano wa leo kwa hakika ndugu yangu Ali, hapa leo pamekufa ndovu. Naam. Hapa leo kumelala fupa hapa. Naam. Chini ya ardhi hii pamelala fupa. Fupa la goti ambalo limekomaa zaidi. Maana kumetokea miujiza ndugu yangu. Mchezo ulikuwa kwa mzuri, na baada ya yule kocha Razak Siwa na akishirikiana, labda tutakapomtaja tena Mwalala, lakini tutamtaja Mwalala kwa kiwango kingine kidogo katika show hii labda Ali. Lakini leo pamelala jitu chini. Pamelala jitu. Naam, ndugu yangu Fadhili, tuangalie kwamba kwa faida ya mtazamaji, je, labda mabao yamekwendaje? Dakika ni zipi? Dakika zimefungwa dakika ya ngapi? Je, wachezaji upande wa Bandari waliofunga mabao yale ni akina nani? Kwa hakika mchezo ulikuwa kwa mzuri, lakini labda tukigusia tu, wacha tukue fair. Bao lile la Kakamega Homeboys wale waliweza kufunga katika dakika ya 58, ambapo bao hili liliweza kufungwa na Oliver Machaka katika dakika ya 58 katika kipindi cha pili. Lakini katika ganga za mganga za yule za kocha Mwalala akishirikiana na Razak Siwa pale, ganga zile ziliweza kuleta matokeo mazuri katika dakika za nyongeza ndugu yangu Ali. Dakika za nyongeza. Ndio maana nikakwambia hapa leo pamelala jitu. Pamelala jitu. Dakika za 90, dakika ya 92 yule Barisa ambaye aliweza kuingia kama mchezaji wa akiba aliweza kupachika goli la kwanza ambalo mimi kusema ya kweli katika mechi ambazo zitakuwa zitachezwa hii Januari, sijui ni nani ataweza kupindua ubora wa bao lile Barisa alilofunga. Nafikiri tutakapokuwa tumetulia baadaye tutaweza kuleta video za Barisa namna lile goli alilolifunga. Lile ni goli la kimataifa. Kwa hivyo hili ni bao ambalo kama unasema ni bao la kimataifa. Hili ni bao la kiUEFA hili. Goli alilofunga Barisa ni goli ambalo nafikiri hata tulipomaliza msimu hakuna mtu aliyefunga goli maridadi kama lile katika dakika ya 92. Lakini kabla kuku kumeza punde ya mtama, dakika ya 93. Dakika 93. Kunatokea maajabu. Ikikumbuka kwamba nini mtazamaji, kulikuwa kumeongezwa dakika 5 baada ya dakika 90 kukamilika. Ilikuwa ni kwamba wale ambao ni maadui wa Bandari ilikuwa washatabiri kwamba hii imeenda kwa sababu dakika 90 kwa zimepita, lakini mwamuzi kaongeza dakika 5. Sasa maajabu yanatoka katika dakika 5. Dakika 92 Barisa anaeka goli. Dakika ya 93 yule Mkameruni yule Hamza anatoka mahali ambako wengi hawakutarajia. Anafunga goli moja ambalo hili niweza kusema pia vile hili ni goli la kimataifa. Ni goli la kumchokora pweza. Maana alimchokora pweza katika pango alilojificha. Na umati na kiwanja chote hichi uliweza kupasuka kwenye nderemo na vifijo na kila aina, ambapo watu wote hapa kulitokea kelele, ambapo kwa yule ambaye hakuwa kwenye hichi kiwanja aliweza kusikia vigelegele vile. Labda wengi wangesema ya kwamba Mbaraki imeingia moto, Mbaraki inachomeka, lakini haikuwa kelele ya kwamba Mbaraki inachomeka. Ilikuwa ni vifijo na nderemo vya furaha, ambapo dakika 93 Bandari anachukua ushindi baada ya dakika 90 Kakamega kuongoza. Dakika 93 ya nyongeza zile ambazo kumeongezwa dakika 5.
Bandari anachukua ushindi. Bandari anachukua ushindi. Naam, nafikiri mpenzi mtazamaji, hayo ndio ombi kwamba yamejiri katika uga huu wa Mbaraki Sports Club. Tunashuhudia kwamba mabao dakika 58, ikaja dakika ya 92 bao la ukombozi, kisha tukaja dakika ya 93 bao ambalo kwamba limeweza kufunga na kukunja jamvi la mchuano wa leo ambao kwamba ilikuwa ni Bandari FC dhidi ya Kakamega Homeboys katika uwanja huu. Na ndugu yangu Fadhili, tu labda tukiendelea kumalizia na kutamatisha kipindi hichi kwa sasa. Ndugu yangu Fadhili, je, labda mchuano unaofuata tuko wapi? Mchuano unaokuja kwa hivi sasa ni mchuano ambao itakuwa ni dhidi ya Wanamvinyo wale. Wanamvinyo Tusker, itakuwa ni mechi ya away ambapo tutajitayarisha kwenda away na kwenda kucheza na ile timu ya Wanamvinyo wale Tusker FC. Lakini tunapoenda vile vile kwamba labda tu kwa washabiki kukufahamisha tu kwamba leo ilikuwa ni rasmi, ndugu yangu Ali. Kocha Bernard Mwalala ndio kathibitishwa kuwa kocha mkuu kamilifu sasa wa timu ya Bandari. Kwa hivyo ikiwa leo ni tarehe 10 mwezi wa kwanza mwaka wa 2026. Unajua ndugu yangu Ali, kinachonifanya sasa kinakujikanganya ni hii furaha. Ni furaha. Kusema ya kweli, furaha ya ushindi una raha yake. Ushindi una raha. Lakini na kufungwa muulize Alide Artis alipokuwa Nzoia misimu miwili iliyopita. Atakueleza kwa nini uchungu wa kufungwa. Asante. Mwalala sasa ndio kocha mkuu wetu, ndio mkufunzi mkuu. Mechi yake ya kwanza. Hii ndio mechi yake ya kwanza, anapiga comeback pale. Na mechi inapinduka na hivi sasa yeye huyo hata alipokuwa anaulizwa na wanahabari akasema mimi yangu kwa mnayotarajia niseme nimeyasema tayari kiwanjani. Niwacheni mimi sasa niende zangu dressing room nikaoge. Akasema yeye kwamba mazungumzo yake mengi ameonyesha kwa vitendo viwanjani Bernard Mwalala. Asante sana, nafikiri itakuwa katika kipindi kinachokuja itakuwa tunazungumza ufundi na ni vipi labda mahesabu yake kocha mkuu aliweza kuingiza sabu zake zile ambazo kwamba zimeweza kufanya mashambulizi. Tukiangalia Alvin Ngoto ameingia na ameleta mashambulizi, vile vile Barisa na pia vile vile ameleta mashambulizi na pia akaweza kutupatia bao la kwanza na kuweza kusawazisha. Kwa hivyo mimi mpaka hapa tu niweze kukuaga, niweze kukuambia kwamba happy new year. Najua ni mchuano wetu wa kwanza wa kufungua mwaka 2026. Ndio tumeanza. Huu ndio mwanzo tu, lakini mwisho mtauona. Paka hapa tunakuacha na msemo unaosema kula wao.